Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikalamoto. Kama ilivyokuwa desturi yetu kuendelea kusikiliza elimu katika chaneli yetu hii ya TV ya Dr. Chikalamoto. Kila wakati tumekuwa tunafanya vipindi vyetu, tunaelimishana, tunatoa labda ushuhuda, na waelezeni ushuhuda wa aina mbalimbali ambao umetokea na watu wameniletea. Kwa hiyo ni kama desturi yetu. Kwa hiyo kila siku utakapofungua chaneli hii utakutana na jambo ambalo litakufanya na wewe litakuinua. Kwa hiyo usichoke kusubscribe. Kwa wale ambao bado hawajasubscribe, wale watazamaji wapya, hebu fanya hivyo ili iweze ikakusaidia kuweza kuepukana na vitu, changamoto ndogo ndogo na kubwa kubwa unazokutana nazo, kwa sababu hapo tunatoa elimu ambazo ni elimu ambazo zinakuwa na faida. Yawezekana wewe ukasema hazina maana kwako, lakini katika watu labda 10,000 hata 2,000 zitakuwa zina maana kwao, kwa sababu hao 2,000 watakuwa labda wamepita kwenye mkono wa Dr. Chikalamoto wakaona mafanikio yao. Kwa hiyo na wewe ambao unatazama tu labda na kuona kwamba hili jambo haliwezekani nalolizungumzia, hebu jaribu ili uone linawezekana kwa namna gani. Na si lazima ujaribu kwangu. Nimeshakaa nikawaeleza mara nyingi, nikawaambia hizi changamoto unaweza zitatua wewe sehemu yoyote ile unapoona kwamba panafaa wewe kupeleka changamoto zako ukatatuliwa hizo changamoto. Si lazima uje kwa Daktari Chikalamoto tu, kwa sababu lengo langu mimi ni kutimiza wajibu. Kwa huo wajibu unaotimiza ni wajibu wa kukufikishia elimu, lakini yawezekana wajibu wa kukupa tiba akawa nao mwingine. Kwa hiyo ndugu zanguni, usiogope unaposikiliza alafu kasema ukaenda, bwana shehe wangu naomba unifanyie kisomo, shehe wangu labda nikifanya hivi naona nina tatizo hizi nimezisikia hivi, au unaweza kusema na tatizo hili. Basi mtu akakutatulia changamoto, ili mradi tu awe ni mtu sahihi ambaye umempelekea hiyo changamoto yako. Sasa katika vipindi vilivyopita kuna elimu niliwaletea kuna elimu niliwaletea inayohusu laana, na nikawaambia laana ni nini. Sasa labda niwaambie kitu kimoja. Ipo laana ya namna nyingi sana, na hii ni kwa wale watu ambao unaweza ukawa labda huko mataifa mengine huko, yawezekana hata katika mataifa huko Ulaya au huko nchi yoyote labda Amerika, ukawa Asia, hata wale ambao wanaweza kuwa mkoa mwingine, yeye maisha yake anaishi mkoa mwingine. Kuna kabila fulani lipo huku kwetu Tanzania, sitaki kulitaja ni kabila gani, lakini hayapungui makabila mawili hayo. Mimi nawapa kongole kwa sababu ni makabila ambayo yamejitengenezea utaratibu, na huo utaratibu wamejitengenezea toka kizazi na kizazi, yaani wamelisi kutoka kwa mababu zao. Sasa na ukiangalia hayo makabila ni makabila yenye mafanikio katika nchi ya Tanzania, iwe kielimu iwe kiuchumi. Na kwa ujinga wao ambao watu wanaona ni ujinga wanaofanya, lakini ni watu ambao wamekuwa ukikuta mtu ambaye hajafanikiwa ni wachache. Yaani katika 100% unaweza kukuta ambao hawajafanikia ni 10, 15 au 20, lakini 80% ni wamefanikiwa. Lakini wamefanikiwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya utamaduni ambao wamekataa kuuacha, wanauenzi toka kizazi na kizazi. Sasa sisi au wewe
unaweza ukaona kwamba wewe ni mjanja sana, ukasahau ulikotoka, ukasahau kurudi nyumbani. Sio kurudi nyumbani umetoka baba kurudi nyumbani, kutoka kazini kurudi nyumbani, hapana. Yaani nyumbani kwa asili ulikozaliwa, kwa sababu ukirudi kule ndiko kitovu chako kilipo, kule ndiko asili yako ilipo, kule ndio utamaduni wako ulipo, kule ndio mila zako zilipo. Kwa hiyo wale watu ambao ninawazungumzia hapa, wao wana taratibu za kwamba kila mwisho wa mwaka lazima warudi, wanaita hija, warudi manyumbani kwao, vijijini kwao. Hata wako mikoa mbalimbali, sehemu mbalimbali, wanarudi kwenda kuungana na familia zao. Na wanaporudi kule, hawarudi kama kwenda kucheza tu. Kuna mambo wanayoenda kudumisha ambayo siku hizi watu tunayaona wengi ni ya kishirikina. Sasa wewe kaa na umaskini wako, yule anayeenda kufanya zile mila anafanikiwa, sijui nani hapo ambaye ni mjanja. Nilishawahi kuambia kitu kimoja katika vipindi vilivyopita. Unapomsema tajiri na unapomchukia tajiri, kuna watu wanaweza kusema huyu hela zake za majini, huyu bwana hela zake sijui kazifanya nini. Lakini huyo mtu toba anayoifanya, hata kama hizo hela zake alizipata vibaya, kwa toba anayoifanya, alafu Mwenyezi Mungu akamuache yule, akuache wewe ambao hujawahi hata kusaidia watu 10. Kumbuka huyo unayesema pesa zake sijui ni za nini, ameajiri wafanyakazi wasiopungua 500 ambao kila mwezi anawapa mshahara. Kumbuka huyo, kuna watu wanahitaji mahitaji maalum, anatoa sadaka. Kumbuka huyo, kuna watu wanahitaji matumaini mapya, huyo anawaletea matumaini mapya. Sasa wewe unaojifanya una dhambi, huna dhambi, unaojifanya huna dhambi, unategemea ukafanye kazi kwa huyo? Unayejifanya hivyo vya huyo mtu ni haramu, misaada yake unaipata kwa huyo? Wewe mwenyewe unayejifanya kwamba au sio huna dhambi, ulishawahi hata kutoa sadaka ya kujenga hata msikiti? Au unatia huruma tu, unadhani mtu anaishi kwa huruma? Toa, onyesha matendo, toa sadaka, saidia watu. Yaani huyo tajiri, nasemaga tajiri, yale anayoyafanya mbele za jamii, yaani alizitafuta hela kwa jasho, kwa damu, anakuja kuzitumia sasa kuwasaidia watu maelfu na maelfu. Kwa wakati mwingine mtu anapokuja anaalamisha utajiri wa mtu kwamba usione yule utajiri ule sio hivi hivi, lakini yule utajiri alifanyii kazi mwenyewe. Ule utajiri haumsaidii peke yake. Yawezekana wewe mwenyewe unafanya kazi kwake, yawezekana wewe mwenyewe ndio kafara. Fanya, tafuta pesa umtolee Mwenyezi Mungu sadaka. Tafuta pesa usaidie watu wasiojiweza. Tafuta pesa uweze ukajitoa mbele za watu, ujenge makanisa, ujenge misikiti. Sio wewe unakaa tu kusema tu watu, kusema kwa watu, haitakusaidia ndugu yangu. Kwa hiyo tafuta mafanikio yako. Sasa kitu cha muhimu nilichokuwa nataka vile vile kukiongezea na kukimalizia, laana. Kutokukumbuka ulikotoka ni laana. Kwa wewe ambaye sijui uko Ulaya, sijui uko mkoa fulani hujaenda, hebu kumbuka kurudi kwenu,
alafu rudi kwenye kazi zako, uone mambo yatakavyobadilika. Rudi kwenu, ukutane mashangazi, ukutane na wajomba, wafurahi, wacheke na wewe, familia icheke na wewe, alafu urudi kule kwenye mahangaiko. Utarudi na nguvu mpya na kasi mpya. Dawa nyingine hazitakiwi kwenda kutafuta dawa kwa Dr. Chikalamoto. Dawa nyingine ni taratibu ya maisha unayoishi. Laana tunajipa wenyewe. Wewe unakaa miaka na miaka, hawajakuona wajomba, hawajakuona wazazi, hawajakuona mashangazi, hata kama wazazi wamekufa. Sehemu uliotokea hakuna, hata hujaenda kufanya hija kwenye makaburi, sijui kufanya nini. Haita kutatulia matatizo huko uliko. Hebu rudi, unajipa laana, na hiyo laana utaiacha kwako mpaka kwa kizazi chako, kwa sababu wewe usipojua taratibu za kwenu ulikotoka, hata watoto wako hawatajua hizo taratibu za mzazi wake ni zipi. Watakuwa watoto nao ni wa kisasa wa teknolojia, na ndio kizazi cha Kiafrika kinaenda kinateketea, kinaharibika, kwa sababu tunaenda kila siku tunakuwa ni wa kisasa kupita maelezo. Ndugu zanguni, nafikiri mtakuwa mmenielewa. Kwa wale mlionielewa, hebu tukumbuke mantiki ya mada yetu. Twende tukasafishe nyota kule tulikotoka. Twende tukafanye mila, tukafanye matambiko kule tulikotoka, alafu turudi kwenye mapambano. Watu wakizungumza matambiko wanatafsiri kivingine. Hata ukifika kule ukinunua mchele, tafuta mbuzi wawili watatu, ukichinja, ukiwaalika ndugu na jamaa wakila, hiyo ni sadaka, hiyo ni matambiko. Matambiko sio kwenda kuongea na waliokufa, hapana. Watu mnatafsiri vitu vibaya. Hebu kama hujui kitu, hata wewe unayejifanya sijui ni nani, waeleweshe watu vitu vilivyokuwa sahihi. Usikae tena kuangamiza watu, kwa sababu tumekaa watu wananufaika, wengine wanakuwa wanapotezwa, wanashuka kiuchumi, kwa sababu tunaendelea kuwapoteza. Ndugu zanguni, siku ya leo naomba niishie hapo. Endeleeni kunifuatilia katika hizi chaneli zetu, katika YouTube yetu. Endeleeni kusubscribe chaneli yetu ya Dr. Chikalamoto, au piga namba 0784994048. Utapata elimu haya madini unayoyaongea hapa, hii elimu ya kukuamsha, hii elimu ya matumaini, ya kukata tamaa, utaipata kwenye hii chaneli ya Dr. Chikalamoto. Asanteni sana na karibuni tena kuendelea kufuatilia vipindi vyetu. Asante sana.